Kawaida kama dawa hii hapa ni Mwiluka Sports, na kama mnavyoona nipo na ndugu yangu hapa James Mwiluka ambaye leo tumeamua kutinga sare kidogo za Press Club. Bwana James, kama kawaida niko poa kabisa. Moyo wangu umetakasika, umejaa furaha tena. Jua kali sana, tuweka kofia kidogo madini hapa ndo madini yamejaa. Kama hivi madini yamejaa hapa, madini yako fit hapo. Kija kutaka kupata madini hapa hasa ya soka, kikweli utakuja kosea njia. Nazungumza na mtu sahihi, mtu wa football kwa ujumla, sio Tanzania, sio Afrika Mashariki, sio kusini mwa jangwa la Sahara, ni kwa ujumla ulimwenguni kote, si ndio? Ya kote. Ila one day nitafumbua, kuna kitu nitakizungumza, lakini mimi ni mtu wa soka. Sawa, hamna shida. James, bana, sasa leo tuongee kidogo kwa sababu ya muda, kwa sababu ya jua hili ili simchoshe anakwenda kutazama Mwiluka Sports. Kwa sababu ya muda bwana, tuongelee kidogo issue kama mbili hivi. Acha tuanze na issue ya Alan Okello. Kama na sio nataka aje ashiriki michuano gani? Brother Engineer S. Saluti. Brother Engineer S ni kiongozi wa kuigwa. Engineer S ni kiongozi wa mfano. Unajua unavyozungumzia Engineer S, unazungumzia ni viongozi ambao wana matamanio ya kupata mafanikio. Ni viongozi ambao bado hajalizika alikofika pale, anaona anahitaji kuprove long, kufika zaidi ya pale, kwa sababu ni kiongozi ambaye kashajipambanua. Vio vinakuja tu from vile vio havijaja tu kwamba chukua hii Engineer S brother. No, vile vio vimekuja kwa sababu ni mtu sahihi. Engineer S hii anaprove kwa Alan Okello, aliprove kwa Musa Bala Conte, aliprove kwa Stefan Aziz Ki, ili otokea kwa Alan Okello, kwa Pedro Pacome Zouzoua. Alan anilia kiongozi Engineer S aliprove. Kwa ni kitu ambacho kijeja kwa bahati mbaya tu from nowhere kwamba Engineer S leo kwamba ni kiongozi tunamsifia kwamba kwa matamanio au kwamba tu ni propaganda. No, Engineer S ni kiongozi wa mfano. Engineer S ni kiongozi wa kuigwa kwa sababu ana prove long. Au nimekutajia baadhi ya sajili tu hapo ambazo alizitikisa, alizipambania yeye kama yeye. Nakumbuka Engineer S ka prove kwa Kratos Chota Chama, ndoto ya wananchi. Mwamba Lusaka alikuwa ni ndoto ya wananchi. Mwananchi yoyote alikuwa anahitaji kumuona Mwamba Lusaka akicheza Young Africans. Ilikuwa ni ndoto takriban ya miaka 7, akaja kuprove long. Unajua kumchukua mchezaji ambaye anacheza Simba Sport Club au Young Africans, hata kama mkataba wake umeisha, timu ikiwa bado inamhitaji. Simba Sport Club alikuwa anamhitaji Kratos Chota Chama, lakini tutakuja kwa issue ya Alan Okello. Alan Okello alikuwa ni ndoto ya wana Simba. Takriban misimu mitatu anahusishwa na Simba. Ikifika kwenye kipindi cha dirisha dogo, Alan Okello anakuwa ni sajili ya Simba. Anakuwa amesajiliwa Simba. Ila dirisha likishaishwa anaendelea kuwa ni mali ya Vipers kutoka pale Uganda. Lakini safari hii Yanga kwa mara ya kwanza wameingilia kwa dili la Alan Okello. Naam, samahani kwanza. Mimi nikiwa naangalia nikikaa zangu nikawa nafanya tathmini fupi, nikiangalia hivi sasa hapa Tanzania moja klabu ambayo naona ipo vizuri sasa, kwa bado tuna timu yote ile. Naona in fact klabu ya kwanza inakuwa ni Young Africans, lakini bado naona yeye mwenye klabu yake Engineer S ni kama bado anaona pale alipo hapatoshi. Umeona, maana akamleta Alan Okello. Sasa nataka unisaidie kitu kimoja hivi, kuja kwa Alan Okello unadhani kunaleta mchango kiasi gani, au kuna mchango mkubwa kiasi gani kwenye mafanikio ya Dar es Salaam Young Africans katika vikombe ambavyo vipo mbele? Kuna finali ya Mapinduzi 13, kuna NBC, pia kuna michuano ya CAF. Unadhani Alan Okello ataongeza kitu gani hasa? Alan Okello hajasajiliwa kwa ajili ya Mapinduzi. Alan Okello kaletwa kwa ajili ya kushinda pambana kwenye Cup Champions League. Yanga hajamleta Okello aje achukue ligi kuu. Sijui ligi kuu tayari wanajua namna gani watakapochukua. Tayari kikosi cha kwenda kuwapa ubingwa wa ligi kuu wanacho tayari, kiko pale. Zaidi wamemleta Alan Okello kwenda kuongeza kuinject something ambayo iliwafanya waishie group stage msimu uliopita na kwenda Yanga kwenda hatua inayofuata. Sawa kabisa. Unadhani sasa ni wapi Engineer S anawashinda hao matajiri wengine? Kiongozi kwenye issue za usajili tunazozizungumzia unatakiwa uwe very direct. Tunataka vitendo kuliko maneno. Ndio hapo sasa